better opportunity. Haya, tuendelee. Newcastle United watakuwa wanamenyana na wana Brighton. Brighton wamekuwa na msururu mzuri zaidi. Newcastle walianza vizuri lakini kidogo mambo yakawa kwao si mazuri. Naam, Davis, ukizungumzia Brighton, karibuni amekuwa na fomu nzuri. Newcastle pia, ukiangalia kwenye jedwali, United ako nyuma yake, Chelsea pia yuko nyuma yake, na Newcastle na Atalanta wakiongozwa na Isaac Longstaff, wakiongozwa na Almiron, akiwa nyumbani. Kwa hiyo itakuwa zamu yake kuweza kufungua pengo akimwacha Chelsea na United nyuma yake. Sasa hapo unapigia upatu kuweza kutoa ushindi dhidi ya vijana wa Derby. Naam, ushindi finyu, labda mabao mawili kwa bila. Mabao mawili kwa bila. Tuweze kuangazia siku ya Jumapili tuone mambo yatakuwa vipi. Bado tunajua tuko Jumamosi, anavyoniambia mwelekezo wangu Mark bwana nitulie. Tottenham wanapiga dhidi ya Burnley, West Ham wanamenyana na Luton Town, Wolverhampton wapo nyumbani wakiwakaribisha Crystal Palace, Nottingham Forest watakuwa pale msituni wakiweza kuwakaribisha wana Chelsea. Tottenham ambaye hivi karibuni bwana amekuwa mkeka wote jamvi la kila mmoja kukanyagia bwana. Burnley, Davis, ukiangalia kwenye jedwali pia ana nafasi akifanya vizuri labda mechi zake za mwisho, na haitakuwa inanishtua akifanya vizuri dhidi ya Tottenham. Manake Tottenham karibuni amekuwa anafunguka sana. Fungwa na timu ya Chelsea, fungwa na timu ya Man City, Arsenal kunradhi. Naam, kwa hivyo Burnley akicheza vizuri, yule Vincent Kompany atakuwa anatoa ushindi dhidi ya Tottenham Hotspur. Na itakuwa basi mechi ambayo itakuwa inamweka kwenye mizani kocha pale Vincent Kompany, legendary wa klabu ya Manchester City. West Ham dhidi ya Luton Town. West Ham ana hasira kweli baada ya kufungwa mabao matano na timu ya Chelsea weekend iliyopita. Na pia akiwa nyumbani, akiwa ugani kwao, naamini watatua ushindi dhidi ya Luton ambaye amekuwa mzuri baada ya kufungwa. Aswa unamfunga lakini huwezi furahi, manake anaweza fanya lolote dakika za mwisho wakati wowote. Uliona akicheza dhidi ya United iliwashangaza wengi, na bila shaka naona sare. Naam, sare pale. Wolverhampton ambaye kila mmoja alikuwa anamtegemea, hasa mashabiki wa Arsenal, kwamba weekend jana angeza kumzuia City akaja na jazba kubwa na kumuonyesha kwamba wewe bwana nitakusasambua bwana. Kichapo kikubwa, anaingia dhidi ya Crystal Palace ambaye aliweza kumpokeza United pia kichapo. Palace ushindi utamsaidia vipi? Wolverhampton kichapo kitamsaidia vipi katika mechi? Naam, Wolverhampton kama ulivyosema alichapangwa mabao 5-1. Palace akavuna ushindi mkubwa, na karibuni Palace amekuwa fomu kupata ushindi dhidi ya West Ham, Liverpool, United. Kwa hivyo ushindi utawasaidia kuwatoa sehemu pale waliko pale chini. Kwa hivyo Palace akiendelea na fomu ambayo amekuwa anacheza karibuni, atatoa ushindi dhidi ya hawa wangwana wa Wolverhampton Wanderers. Chelsea watakuwa wanasafiri kumenyana na Nottingham Forest. Chelsea wamekuwa baadhi ya vilabu ambavyo vimepigia upatu zaidi kuingia katika yale mabano ya 7 bora, yani waingie Conference ama Europa, alafu United aondoke. Itawezekana? Naam, itawezekana, ila mechi ngumu kidogo. Manake Nottingham dhidi ya Chelsea hivi karibuni, msimu uliopita, msimu ule mwingine, amekuwa anafanya vizuri aswa akiwa nyumbani dhidi ya Chelsea. Kwa hiyo Chelsea ambaye amekuwa anacheza vizuri karibuni, kupata ushindi ikamweka kwenye nambari ya 7. Ila akikosa kukaa vizuri, Nottingham atatoa ushindi labda mabao 2-1. Ana wachezaji wazuri Nottingham Forest, wakiongozwa na yule bingwa alichezea United, Anthony Elanga. Anthony Elanga. Tuweze kuangazia siku ya Jumapili tuone mambo yatakuwa vipi. Mechi kubwa zaidi bwana, ziona hizi bwana timu mbili, unajua mambo ni makubwa. Eti kati ya Man U na Arsenal, gani kali? Itakuwa kali? Nani mkali hapa?
Naam, kabla kuzungumzia mechi hii Davis, mimi nahisi kwamba kocha wa timu ya Arsenal Mikel Arteta alistahili sana kushinda nikimlinganisha na yule mwenzake Pep. Manake ukiangalia kikosi chake ni kikosi cha wachezaji wadogo na misimu miwili amefanya kazi, akasaini, akafanya kila ambalo linastahili kufanywa na kocha, na kiukweli anastahili kwamba kutoa ushindi impatie moral. Ila mechi hii ngumu kidogo. Ukiangalia mara mwisho Arsenal akipata ushindi dhidi ya United ni mwaka 2020 wakati alipata bao moja, ushindi wa bao moja kwa bila aswa kwenye uga wa Old Trafford. United amekuwa anasumbuliwa na misururu ya majeraha. Wachezaji wengi ni majeruhi. Hasa kule nyuma kumetoboka zaidi. Hayupo yule bwana mfupi mwenye shughuli nyingi Martinez, hayupo yule Maguire. Itakuwaje? Varane pia hayupo. Itakuwaje kwa United? Itakuwa pigo na angalia wale washambulizi wa timu ya Arsenal watu wana kasi na bila shaka kumweka mchezaji kama Casemiro kama mlinzi itakuwa shida sana kwa United. Ila niliona Lisandro Martinez ameanza kufanya mazoezi, ila sidhani atakuwa amefikia kiwango cha kucheza. Kwa hiyo itakuwa mechi ngumu na nadhani United licha ya kwamba wana matatizo mengi ila watajitahidi aswa kupata hata angalau alama moja. Hii inamaanisha kwamba unawapigia Arsenal upate kuweza kutoa ushindi katika mechi hii? Sare. Kiukweli naona sare, manake Arsenal pia ni wazuri. Itamwathiri vipi Arsenal? Itakuwa pigo. Itakuwa ile moto kwenye kidonda. Aswa Man City akipata ushindi dhidi ya Fulham. Kaka wasikusikie bana mashabiki wa ndovu. Haya, tuangazie bana ligi kuu ya soka Uingereza. Ndovu anakaa pale kidedea akiwa na alama 83 baada ya kucheza mechi 36, anayefunga 5 bora ni Tottenham Hotspur akiwa na alama 60. Unasi kwamba weekend hii huenda ikabadili jinsi timu hizi zimesimama jedwalini, hasa mabano ya 5 bora. Kwanza ukiangalia jedwali ya 5 bora inakuonesha kwamba bado ligi ya Uingereza bado ni ligi bora. Manake mshindi bado hajapatikana. Inaenda hadi mechi ya mwisho. Ukiangalia La Liga, ukiangalia Bundesliga, mshindi amepatikana. Kwa hiyo lolote linaweza fanyika. Aswa nambari 1 nambari ya pili. Naam. Ndovu na bingwa mtetezi. Tuangazie hapa ukurasa wa pili hasa pale mvunguni tuone mambo yako vipi. Hapa sasa mambo ndipo yapo makubwa. Brentford, Nottingham Forest, Luton Town, Burnley na Sheffield bwana. Sheffield tayari washakwenda zao, Burnley. Bwana hapa sasa kidogo kuna mchecheto. Naam, ndio maana nilikuambia pale Tottenham akikosa kukaa vizuri manaka alama 24, 6, 9. Bado ana nafasi ya labda kubaki kwenye ligi. Kwa hiyo yule anacheza na Burnley na pia Nottingham, Luton itakuwa Nottingham yupo na Chelsea. Naam. Ndio maana pia niliwapatia ushindi wa mabao 2-1. Manake hapa kila mtu atakuwa anang'ang'ana kuokoa maisha yake abaki kwenye ligi. Naam. Nasema Sheffield lake lishakwenda tayari. Huyo ashapoteza mechi nyingi 26. Mechi nyingi kweli. Haya, mwisho tuangazie sasa ligi kuu ya soka pale La Liga Uhispania, tuone mambo yapo